Kabla hujaanza biashara ya kuchomelea, kuna makosa 9 ambayo yanaharibu mafanikio ya watu wengi mapema kabisa. Lakini habari njema ni kwamba kwenye video hii nitakuonyesha njia sahihi ya kuanza, jinsi ya kuepuka makosa hayo na namna ya kujenga biashara yenye wateja wakubwa. Kama subscribe, pia turn on alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa kwa video zijazo. Kama unafikiria kuanza biashara ya uchomeleaji au tayari umeanza lakini unataka kuiboresha, basi video hii ni muhimu sana kwako. Leo nitakushirikisha mambo muhimu sana unayopaswa kuyajua kabla ya kuingia kwenye biashara ya uchomeleaji, ili uweze kuanza kwa usahihi, kuepuka makosa ya kawaida na kuongeza nafasi ya kupata wateja wengi zaidi. Sehemu ya kwanza: elewa biashara unayoingia. Kwanza kabisa, usiingie kwenye biashara kwa kuiga wengine tu. Ni muhimu kuelewa vizuri hii biashara inahusisha nini. Uchomeleaji sio tu kushika mashine na kuunganisha vyuma, bali ni kazi inayohitaji umakini mkubwa, ubunifu na uelewa wa mahitaji ya mteja. Jiulize, unataka kufanya uchomeleaji wa aina gani? Ni wa milango, madirisha, mageti, mabati au hata magari? Kujua unacholenga kutasaidia kupanga vizuri mwanzo wako. Sehemu ya pili: pata ujuzi wa kutosha. Hili ni jambo la msingi sana. Usianze biashara hii bila kuwa na ujuzi wa kutosha. Uchomeleaji ukifanywa vibaya unaweza kusababisha hasara kubwa au hata ajali. Jifunze kutoka kwa fundi mwenye uzoefu au pata mafunzo rasmi. Kadri unavyokuwa na ujuzi mzuri, ndivyo kazi zako zitakavyokuwa na ubora, na ubora huo ndio utakaovutia wateja. Sehemu ya tatu: andaa mtaji wa kutosha. Biashara ya uchomeleaji inahitaji vifaa. Unahitaji mashine ya welding, grinder, vifaa vya kupimia pamoja na vifaa vya usalama. Hapa ndipo wengi hukosea. Wanaanza bila mtaji wa kutosha. Ni bora uchelewe kidogo, lakini uanze ukiwa umejipanga vizuri, kuliko kuanza halafu ukwame katikati. Sehemu ya 4: chagua eneo sahihi. Eneo la biashara yako lina mchango mkubwa sana kwenye mafanikio yako. Tafuta sehemu yenye watu wengi au karibu na maeneo ya ujenzi, karakana au barabara kuu. Eneo zuri litakuwezesha kuonekana kirahisi na kupata wateja bila hata kutafuta sana. Sehemu ya 5: jenga sifa kwa ubora wa kazi. Katika biashara ya uchomeleaji, sifa yako ndiyo mtaji wako mkubwa. Ukifanya kazi nzuri, wateja watakutangaza wenyewe bila hata kutumia pesa. Lakini ukifanya kazi mbovu, utapoteza wateja haraka sana. Hakikisha kila kazi unayofanya ni imara, safi na ya kuvutia. Sehemu ya 6: jali usalama wako na wa wengine. Uchomeleaji ni kazi yenye hatari. Kuna moto, cheche, umeme na vifaa vizito. Hakikisha unatumia vifaa vya kujikinga kama miwani, gloves na mavazi maalum. Pia epuka kufanya kazi kwa haraka bila tahadhari. Usalama wako ni muhimu kuliko faida. Sehemu ya 7: elewa soko lako. Kabla hujaanza, chunguza watu wanahitaji nini. Je, eneo lako lina uhitaji mkubwa wa mageti au milango ya vyuma au mabanda ya biashara? Ukijua mahitaji ya wateja wako, utaweza kutoa huduma zinazohitajika zaidi na kupata kazi nyingi kwa urahisi. Sehemu ya 8: matangazo na ujenzi wa nia. Usitegemee wateja wakufuate bila kujitangaza. Tumia njia rahisi kama mitandao ya kijamii, mabango au hata namba yako kuandikwa kwenye kazi zako. Jenga nima lako taratibu. Kadri watu wanavyokuamini, ndivyo biashara yako itakavyokuwa. Sehemu ya 9: kuwa na uvumilivu na nidhamu. Mwanzoni mambo yanaweza kuwa magumu. Siku nyingine unaweza kukosa kazi kabisa, lakini usikate tamaa. Biashara yoyote inahitaji muda, uvumilivu na nidhamu ili kufanikiwa. Kiukweli, kwa kifupi, biashara ya uchomeleaji ni fursa nzuri sana kama utaifanya kwa umakini na maarifa sahihi. Hakikisha una ujuzi, vifaa sahihi, eneo zuri na unajali ubora pamoja na usalama. Kama umejifunza kitu kupitia video hii,
Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kufollow chaneli yangu ya Israel the Welder ili kuendelea kupata mafunzo zaidi ya biashara ya uchomeleaji. Kama una swali au maoni, niandikie hapo chini. Asanti sana kwa kusikiliza na nakutakia mafanikio makubwa kwenye safari yako ya uchomeleaji. Tukutane kwenye video ijayo.